your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster. Kuna Simba na Yanga. Wewe ulivyosema Simba na Yanga kwamba kila siku wanacheza mechi, muda anafungwa huyu, muda anafungwa huyu. Asema kwa sasa hivi msimu tu kupo nao anafungwa sana Simba. Si ndio hivyo? Kuna boxing. Ambapo kuna dabi. Ambayo boxing ni Tanzania tuseme. Tukiangalia kwa dabi nyingi zimechezeka hapo. Kwa hiyo wewe unazungumzia mechi ipi? Inayotaka kwa sababu kuna mechi ambapo yatwa na Hassan. Ndio. Haijachezwa kwa hiyo tukasema dabi. Nataka tufanye kitu. Kwambaje? Wewe katika hao wawili unajua kwamba kila mtu anasema kwamba mwingine anasema yupo kwenye kwa upande wa Hassan, mwingine yupo kwa upande wa Twa, sawa Kwa upande wako wewe upo upande gani? Mimi sina upande, wote wadogo zangu wale nimewazidi umri. Au mimi nikakaa hakuna hata mmoja alionivunjia heshima hata siku moja. Sio Twa hawezi kunivunjia heshima, sio Hassan hawezi kunivunjia heshima. Kwa sababu mimi nimeanza kucheza ngumi kabla ya wale. Wewe ndio muongoza njia. Yaani mimi wale kama Hassan naweza nikasema katika safari yake ya boxing hawezi kuniongelea mimi vibaya hata siku moja. Kwa sababu kapitia kwenye mikono hii. Yes. Kwa hiyo katika wale wawili Hassan na Twa mimi sina upande. Wale wote ndugu zangu, yes. Nataka tuzungumze. Twa kuna kitu alikiandika ama aliweza kujirekodi video kupitia mitandao yake ya kijamii akimwataki Hassan Mwakinyo kwamba aliacha milioni 250 analilia pesa za mama. Hiyo kwa upande wako wewe unahisi ni sahihi kwa Mwamba kumwongelea kwa ubaya Hassan Mwakinyo? Naweza kumbuka kwamba pale kuna bato kati ya Twa na Hassan. Kuna bato. Kwa bato lao mimi siwezi kusema kaongelea ubaya au kaongelea uzuri. Day after day ile ni bato. Hii biashara. Kwa anachokiposti Hassan, anachokiongea Hassan, anachokiposti Twa, anachokiongea Twa. Kwa mwisho wa siku pale mimi naweza nikasema ni sawa kwamba mwisho wa siku watu waendelee kama kuna maisha ya kudili wadili. Yes. Hiyo lakini wewe unatamani kwamba siku moja pambano litokee baina ya Hassan Mwakinyo? Sio kama natamani au sitamani. Yaani Mungu kudra yote atakaiweka liwepo pambano sawa, lisikuwepo pambano sawa. Kwa hiyo mimi sitaki kufungamana kokote. Kwa sababu unajua mkubwa ni mkubwa Ndio. Yaani huwezi kukaa ukaona Hassan Mwakinyo akakaa kwenye media akaniongelea mimi shit. Ndio. Japokuwa sometimes kuna watu kuja kuniambia kwamba labda jamaa anakuongelea hivi na hivi. Mimi bwana ni mzalamo. Yaani mimi mpaka nione mwenyewe kwa macho yangu au nisikie mwenyewe kwa masikio yangu kama unaniongelea wewe shit. Lakini sio mtu aje kuniambia fulani anakuongelea vibaya nikamuelewa. Kwa hiyo ndio maana Hassan kama Hassan hawezi kukamata maiki akamwongelea vibaya Dula Mbabe. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Na uwezi ukaona Twa akashika maiki akamwongelea vibaya Dula Mbabe. Ni kitu na maana hakiwezekani. Na mimi siwezi kumwongelea vibaya Twa wala. Lakini lile bato ambalo linaendelea, wewe unahisi lina impact kwenye ngome? Lilikuwa nalo. Kuna muda lilikuja na ikawa ilishafutika. Sidhani sasa hivi kama hata watu tena wanalizungumzia. Sasa kwa sababu toka lilivyofutika hiyo. Sijalisikia tena mtu kulizungumzia. Wewe unafikiri kwa mfano pambano likatokea mpunga mzito hapo, Mwakinyo na Mwamba, wewe unafikiri nani pale wewe unatamani kabisa kwamba ili mdomo uishi hapa mtu fulani yule pale? Yaani ndio maana kwa bali siwezi kuingilia chochote kile. Hata kama nafsi yangu inatamani kitu, lakini siwezi kuizungumzia. Kwa sababu ndio maana kwamba huyu dogo Hassan anatoka Tanga na kuja hapa nafikia home. Kwangu tunakaa hivi na hivi ananiambia brother mimi nataka niwe kama wewe na nini. Lakini leo ameweza kupiga hatua kunizidi mimi. Kwa hiyo bado nampa maua yake. Kapenda kwa kama mimi na amezidi kuwa kama mimi. Kwa hiyo bado nampenda. Kwa kile ambacho yeye amekizungumza, unahisi yuko sahihi ama yuko sahihi? Lipi hilo? Amesema kwamba Mwakinyo aliacha milioni 250. Kuwepo mimi. Mkataba uko wapi? Aliacha milioni 250 lakini kwenye pambano lake la juzi ambalo amepigana ameomba milioni 10 za mama. Sasa mkataba mimi sijauona kuhakikisha kweli ile amount ameacha. Wewe uliona? Sijaiona. Basi. Lakini unaona sahihi yeye kudai pesa za mama, milioni 10 za mama. Yule hakudai. Ile video hakudai ile video. Amesema kwamba njia niliyopita
ilikuwa lazima nipate milioni 10. Si ndio hivyo? Ndio. Kwa hiyo milioni 10 ni zawadi kutoka kwa mama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwamba hata mimi, hata wewe, kwani ukipiga hesabu hii timu ya taifa ya Tanzania unachukua mshahara shilingi ngapi? Unga kama Faisal Toto yuko Azam anachukua shilingi ngapi? Simon Msuva huko alipo, Mbwana Samata. Lakini unaona mama katoa milioni 700. Ndio. Watu wameshangilia, sio kwamba wale hawana hizo weza. Wanazo. Sema gift ni gift tu. Kwani Tanzania sijui kaniana milioni 10 yule. Anaweza akawa nayo. Lakini la mama, kwa sababu mama kaamua kusupport. Na ni kweli ni rais ameamua kusupport vijana wake katika tasnia ya michezo. Na ndio tunashangilia. Hata mimi kesho nikipanda ulingoni mama akisema bwana milioni mwanangu au 50,000. Lazima nishangilie kwamba mama kaamua kutoa kwa moyo mmoja. Kwa hiyo kiufupi ni yake asante. Yes, ni yake, yes. Kushangilia milioni 10 ni yake. Tena haja kashangilia kidogo, mimi naweza nikasema. Atakuwa ongeze mayowe. Yes. Ni mama katoa, unajua ngoja nikwambie kitu. Unajua tukiongea vitu vya ukweli kabisa. Kwa Tanzania hii, ngumi tumepigana na mabondia wengi. Ndio. Lakini Hassan kuna hatua ameifanya kwenye ngumi nchini Tanzania. Mimi nikakwambia miwili. Ndio. Zamani tulikuwa tunacheza ngumi wapi? Manzese, Tandale, Mwananyamala, kwa Kopa. Lakini ni mtu wa kwanza kaipeleka ngumi kucheza wapi? Masaki. Ni nani anacheza ngumi Masaki? Kupitia nani? Jackson Group. Ndio pambano la kwanza likacheza wapi? Nestido Arena Masaki. Hakuna bondia yote aliwahi kucheza. Na katika nchi hii toka tumepata uhuru, ni bondia gani kafika Ikulu? Unajua kuna muda tuache majungu, tuache fitna. Ndio. Bondia anaweza kufika Ikulu ni nani? Kinyo. Kwa tumbe maua yake. Aheshimiwe. Lazima aheshimiwe. Na hawezi kukosa mema. Na hawezi kukosa mabaya. Mabaya anajua nayo na mema pia anayo. Kwa hiyo ni mema tumsupport kwenye mema. Kwenye mabaya kwa sisi tulokopo na tunamwambiaga ili umekosea. Yes. Kwa yeye aheshimiwe kutokana na kuipeperusha vema bendera. Kuna vitu kavifanya ambavyo kwanza kapeleka ngumi. Ni mtu wa kwanza kucheza ngumi Masaki, kwa sababu Masaki lishazoea. Kina Diamond, kina Alikiba, kina nani wanapiga na perform Masaki huko ndio tunakwenda. Lakini mwisho siku tulikuwa tunakwenda kwa ajili ya boxing. Kwa hiyo unamchukulia kama icon. Yes, sasa nikasema hivyo. Kuna siku moja nilipita kwenye vijiwe, wakasema bwana yule Dula Mbabe ana kamgogoro kako chini zidi ya. Kuna uhalisia wote una mgogoro wote ambao unaendelea baina yako wewe na watu ambao wanasimamia ngumi? Tuvialasi? Mimi sina gomvi nao. Wana ngomvi na serikali wameiba hela milioni 182 hatujaziona mpaka sasa hivi. Na waziri wa jamhuri na waziri wa michezo alitoa siku 7 milioni 182.5 na mikataba 160 ya ndani mikataba 60 na kitu, ya nje 100 na kitu. Na waziri alisema alitoa siku 7 kwamba apate, lakini hizo siku 7 sasa hivi ni miezi 2 mimi sijapata jibu. Unajua mimi namuuliza tu mheshimiwa waziri na naibu waziri, zile siku 7 ulizozitoa mpaka sasa hivi hatujajua tena jibu gani. Kama mtu kwa jela aende tu jela. Kufuga nywele kupenda bro. Wewe shingmia tu. Kufuga nywele kupenda. Wewe shingmia wala nywele zote zinaondoka. Nywele zote zinaondoka kama hata nywele inabaki. Kwa hiyo nafika sehemu kwamba ni kweli klipu mimi ninayo. Ndio. Ya mheshimiwa waziri. Ndio. Pesa ambayo haionekani cash milioni 182 cash money. Na mikataba 160 haionekani mikataba, ambaye mikataba 64 mapambano ya nje, 100 mapambano ya ndani. Thamani yake chama cha mabondia hakijui thamani yake shingapi, chama cha marefali hakijui thamani yake shingapi, kamisheni yenyewe ambaye kama mhusika mkuu wa ngumi nchini Tanzania haijui thamani yake. Mikataba iko wapi? Na hizi pesa ziko wapi? Mheshimiwa waziri, sisi tunapenda Mheshimiwa Rais amekuamini kuja kwenye michezo.
na umefanya haki kuitimua ile commission. Tunaomba zile report ya siku 7. Hata hivi toka mjadala umetoka, sio siku 7, tuna miezi 7. Tunaomba jibu Mheshimiwa Waziri. Nisamehe, lakini tunataka tujue ile hela imeenda wapi, ile mikataba iko wapi, na hawa watu kwenye commission wamechukuliwa hatua gani? Lakini pesa wahusika ni akina nani? Mimi simo. Mimi simo, mtaalamu kalonga ndema. Pesa ni kiufupi tudokeze kidogo. Mimi simo. Commission inajulikana, commission mweka hazina ni nani? Commission rais ni nani? Commission katibu ni nani? Nani sasa? Hao ambao pesa zimekwenda nazo? Wale pesa zimeliwa. Zile 5% tukisafiri kwenda Ulaya wamekula. Your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster.